Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Katika kuendelea kuzungumzia hizi principles of life, hili ni eneo muhimu sana ambalo tunapaswa kulitambua. Inawezekana kwamba principle wengi wetu tunazielewa lakini hatuzingatii. Sasa eneo hili ni eneo muhimu kwa upande wangu ambalo nimejaribu kwenda kulisoma na kujaribu kushare idea na nyinyi wenzangu. Kwa hivyo katika hizi principles of life, kwa sababu maisha ni vigumu sana kuweza kuishi bila kutumia na kufaidika na hizi principles. Sasa kiupande wangu binafsi kwa siku ya leo nimejaribu kuzingatia principle moja ambayo ni principle inaitwa effort. Bidii katika kazi. Bidii katika kazi ni principle moja muhimu sana ambao wengi wetu tumeipoteza na hatutilii maanani hii kwamba kumbe ni miongoni mwa principles of life. Kwa hivyo katika kuangalia swala zima la hard working, kufanya bidii, namna kufanya bidii ili tuweze tukafanikisha swala zima la kufanya bidii, tunakwenda kuangalia maeneo muhimu kadhaa hivi kama matatu manne hivi ili swala zima la bidii liweze kusimama. Eneo la kwanza katika kuangalia katika mada nzima hii au dhana ya bidii, kwamba bidii lazima iambatanishwe na kwenda kufahamu lengo. Tunapaswa kujua lengo letu, kwa sababu kabla kufanya kazi yoyote na ili kuweza kufanikisha jambo lako, huwezi kufanikisha bila kujua una lengo gani ambalo unahitaji kwenda kulifanya. Kwa hivyo unatakiwa utathmini malengo yako ambayo siku ya kesho unahitaji kuyafanikisha, ili sasa bidii iambatane na malengo ambayo tayari yamepangwa, na mara nyingi malengo hayo inakuwa ni zaidi ya lengo moja. Kwa hivyo hilo ni katika eneo la pili. Bila kuandaa mpango kabla, huwezi kwenda kufanikisha, huwezi kwenda kuitumia na kufanikisha swala lazima la kufanya bidii iwapo hujakuwa na mpango ambao tayari umeuandaa. Na tukisema kuandaa mpango, ni vizuri zaidi kwamba mpango wako lazima uandike, na hasa iwapo utakuwa na majukumu zaidi ya moja kwa siku ya kesho, basi ni muhimu sana kwenda kuandaa mpango wako ili ukaoneshe namna gani ya utekelezaji wa malengo hayo. Baada ya hapo tunauona, na kwa sababu tunajifunza principles of life ambazo mimi nazungumza kwamba tumezipoteza hizi fursa au tunaita hizi kanuni za mafanikio, tunakwenda kuangalia kupitia kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye amezungumzia. Inasemekana kwamba hawa wasomi mbalimbali wanazungumza kwamba Mwenyezi Mungu jambo la kwanza kuliumba, aliumba kalamu. Kalamu akaitaka iandike bimashita, akaitaka iandike kwa wale mambo ambayo Allah ameyataka kuyaumba. Kwa hivyo utaona kumbe hii ni principle, hii ni kanuni, kwa sababu mwanzo Mwenyezi Mungu kwanza kabla ya kumpa chochote alianza kufanya kitu gani? Alianza kufanya swala lazima la planning, routine. Alitengeneza mpango kazi ambao vitu vyote ambao anakwenda kuifanya vionekane katika andiko hilo, ili sasa isitokee swala lazima la kurudia baadhi ya mambo au kufanya mambo katika hali iliyokuwa si katika hali ya shaghala baghala. Kama muumba ambaye sote tunafahamu kwamba yeye ni mkamilifu, hana doa, hana udhaifu wowote, amekamilika kwa kila jambo, lakini pamoja na utukufu wake huo wote bado amefanya swala zima la planning. Sisi inakuwa kwa hivyo tunaona kumbe sasa na sisi lazima tukafanye swala zima la planning. Kwa hivyo hii ni principle muhimu sana, kufanya planning. Kwa hivyo baada ya kufanya planning, sasa hapo ndipo tutakwenda kuweza kufanya hatua ya tatu, ambao ni utekelezaji wa mpango kazi ambao tumeuandaa, ambao sasa hapo lazima tuende sasa katika tuelekee focus moja kwa moja katika mpango wetu huo kazi, ili kwenda kutenda yale matendo, kwenda kufanya bidii katika zile kazi ambazo zote tumeziorodhesha, ambazo tunahitaji kwenda kuzifanya katika siku ya kesho. Kwa hivyo hapa ni pahala muhimu sana kwamba namna ya kuweza kufanya consistency, kwenda hasa katika kufanya mpango wetu na bidii ili iweze kuonekana. Na pia kwa katika eneo hili kuna katika aya ya Mwenyezi Mungu katika sura tukufu ya Mwenyezi Mungu, ni sura ya 37 katika aya ya 31, Mwenyezi Mungu amezungumza katika sura hii ambayo hii ni sura Muhammad, amezungumza kwamba wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidin al-mujahidin minkum was-sabirin wa nablu akhbara. Basi tutakutahinini mpaka tuweze kujua, tuweze kuwabainisha wale mujahidina, wachapakazi, wale wenye kufanya bidii, mujahidina minkum, wale wapambanaji kati yenu, wasabiri, na wenye kuvuta subra. Kumbe katika swala la upambanaji, katika swala la kufanya bidii, swala la
uvumilivu ni lazima, lakini baadaye wanabulu akhbara, lakini Mwenyezi Mungu pia atazionyesha, atazitoa habari zenu, kwamba inaonekana wazi hapo Mwenyezi Mungu amebainisha kwamba wale wote ambao watafanya kazi kwa bidii kubwa na wakaonesha kazi zao na mafanikio, basi lazima habari zao ziweze kujulikana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametoa ahadi kwa mtu yote ambaye amefanya kazi kwa bidii na kufanikiwa, lazima habari zake mtu huyo zitajulikana. Kwa hivyo hii ni ushuhuda kwamba tunapaswa kufanya bidii, ili sasa baada ya kufanya bidii mafanikio ya bidii yetu itaenda kutokea baadaye. Hii ni hatua muhimu sana katika hatua ya 3. Na hatua 4 sasa tunakwenda hatua nzima ya uendelezaji wa mpango, kwa sababu wengi tunaweza tunaanza mambo lakini baadaye tunakosea swala zima la uendelezaji, ambayo ni perseverance. Kwa hiyo tunatakiwa kwamba kazi zetu sio tu kufanya au kuanza na kukatisha njiani, lakini pia tunatakiwa kwenda kuziendeleza kazi hizo ili ziweze kupata na kuleta mafanikio hasa yanayotakiwa. Na kupitia pointi hii kuna msemo muhimu sana ambao hizi zinaitwa quotes of the day, ambao msemo huu umetolewa na huyu mwanafalsafa Albert Einstein. Anasema kwamba life is like a bicycle, to keep balance you must keep moving. Baskeli, maisha ni kama baskeli, ni kama uendeshaji wa baskeli. Ili kuweza kupata balance lazima uendelee kuendesha. Pia kwamba mpango wetu hatutaki tuanzishe njiani, na tunatakiwa tufuate hatua zote za katika kuandaa mpango, lakini mwisho tathmini ndio itaonesha kwamba mpango ulikuwa kuna tatizo katika eneo fulani, na hatimaye sasa ili turekebishe lazima tuende turekebishe sehemu A au B, na baadaye tunaweza tukaona kama basi mpango huu pengine haukufaa, tuuache au wapi turekebishe ili tuweze kwenda mbele na mpango wetu. Na hiyo ni hatua muhimu sana, hatua ya 4. Na hatua ya 5, baada ya kupitia hatua zote hizo, hasa ni hatua tunaita hii sasa hatua ya kujenga zile habit, na tunasema hii successful habit, kwa maana kwamba namna tulipoanza kutafakari juu ya lengo letu, tukaanza kufanya planning ya lengo letu, tukaenda kufanya routine, baadaye tukaanza utekelezaji, lakini tukaja katika uendelezaji. Maana yake hapa ilikuwa sasa tunaendelea kujenga tabia mpya, ambazo hizi sasa zinatakiwa zitokee katika hali inaitwa ya automatic. Lakini pia kuna mwanafalsafa, mimi namuita mwanafalsafa John Nanauka, ambaye sasa ni waziri wa vijana Tanzania. Yeye amezungumzia kwamba kitendo cha kujenga tabia mpya kinafanywa, kinatengenezwa na kufanikishwa kuanzia siku 30, 60 hadi 90. Kwa maana kwamba hapa ni ile repetition ya matendo mpaka itokee kwa jambo lile kuwa ni kujengeka kwa habit. Kwa hivyo maana yake hapa hili swala ni swala dakika la muda mchache, ni swala endelevu, liendelezwe bila kuvunjika kwa siku zote hizo, ili sasa ile tabia mpya ziweze kujengeka. Na ujenzi wa tabia mpya hapo hasa inakuwa sio tu swala zima la kuweza kufanya matukio tu bure, lakini pia na hii ni falsafa. Hii ni tukio la kifalsafa, kwa maana kwamba mjengeko wa mafanikio kwa mwanadamu katika swala zima la kudhibiti katika kufanya bidii katika kazi, unakwenda kufanya kazi katika maeneo makuu matatu. Eneo la kwanza unaenda kujenga akili mentally, eneo la pili unaweza kujenga mwili physically, na eneo la tatu unaweza kujenga zile emotions zetu, fikra zetu. Kwa hivyo namna tulivyoanza na kurejea na kwenda kuanguka na kusimama katika kazi zetu na kufanya bidii katika kazi zetu mbalimbali. Kwa hivyo tulikuwa tunaendelea kutengeneza mwili, akili na fikra zetu ili ziweze kudhibiti na kuweza kupata uzoefu namna ya kwenda kufanya mambo. Na hali hii sasa tukifanikiwa katika kuanza hatua ya mwanzo ya kujenga msingi huu wa kufanya bidii katika mambo yetu kwa mpango niliozungumza, hii inakuwa ni njia muhimu sana kwenda kudhibiti katika kutekeleza jukumu moja, majukumu mawili na majukumu yote ya maisha yetu katika hali zote za maisha. Na formula hii inatumika na msingi huu utatumika popote pale. Kwa mfano wanafunzi mashuleni, vyuoni huko, vyuo vya amali na vyuo vya kati, vyuo mbalimbali na maeneo mbalimbali ya kazi, formula hizi kitumika zinakwenda kujenga msingi mzuri sana kufanikisha mambo, na hali baadaye mwanadamu au kijana atafikia kudhibiti. Kwa hivyo nikikumbusha tu kwamba hizi kanuni ambazo tumejifunza, watu wengi tunadhani kama hizi ni kanuni za mzungu, lakini mimi nasema hizi ni kanuni za Mungu. Ukiziangalia kupitia Qur'an tukufu na matendo pamoja na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unaenda kuziona kwamba zimetawanywa huko, ziko kwa undani kabisa, isipokuwa sisi tumesahau na wengine wanazifanya kazi, na wale wanaozifanya kazi hata kama hawamjui huyo Mungu ambaye ameziteta kanuni hizo wanafanikiwa, na sisi wengine tunabakisha kuwa maskini, kumbe tumejikwaa. Kwa hivyo na ndugu zangu, na tunakumbushana
Tunatakiwa kwenda kuziangalia principle hizi ili tuweze kusimama na kuthibiti katika mafanikio. Hadi kufikia hapa, wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.